mama. Unasikiaje? Nafuu mwanangu. Nyoka. Karibu Toni. Asante, nimeshakaribia. Shikamoo mama. Marahaba mwanangu. Mama, kuna mtu nataka nikutambulishe leo. Yule ni Toni mama. Karibu sana mwanangu. Mama, nimefurahi sana kupata nafasi ya kukuona. Mama, Toni amekuwa na mimi katika nyakati hizi ngumu, akinipa moyo. Mwanangu, mtu anapopitia shida ndipo anapojua watu sahihi kwa ajili yake. Ni kweli mama, ila mimi sijaja kumwahidi maisha yasiokuwa na changamoto, ila nimekuja kuwa mtu wa kusimama naye wakati wa changamoto. Jackie ni mtoto wangu, amepitia mengi, anatakiwa apate mtu wa kumheshimu na kumlinda moyo wake. Nimekuelewa mama, sitaki kuwa sababu ya kuongeza machozi yake, ila nataka kuwa sababu ya kuona tabasamu lake tena. Mungu akipanga jambo jema huleta watu sahihi na kwa wakati sahihi. Mama, niliogopa kumpa mtu nafasi kutokana na majukumu niliyokuwa nayo. Usiogope Jackie, moyo unaopenda kweli haukimbii unapokutana na changamoto. Ni ufani wa familia, kumbe ni ufa wa sakafu. Sakafu ni ufa wa sakafu. Ujumbe umefunguliwa. Za asubuhi mume wangu. Salama mke wangu. Asubuhi njema mume wangu. Asubuhi ni njema mke wangu. Natumaini umeamka vyema. Ndio, nimeamka salama. Mume wangu, nenda kaoge. Chai ipo tayari. Siku njema inaanza na moyo wenye utulivu.
Tunda, kwa nini unalia? Nalia kwa sababu moyo wangu umechoka. Naona watu nawapenda wakiumizana, lakini mimi sina uwezo wa kubadilisha chochote. Lakini wewe ni mtoto na haya mambo ni mazito sana kwako. Mtoto anaweza asiwe na nguvu, lakini anaweza kuwa na maumivu ambayo watu wazima wanaficha. Kinachoniumiza zaidi si ugomvi, ni kuona upendo ukipotea mbele ya macho yangu. Tunda, maneno yako yana uzito kuliko umri wako. Sitamani siku moja watu ninaoita familia wawe wageni kwangu. Tunda, unanifanya nitafakari sana. Okay, panda nikupeleke nyumbani. Malumbano ya wazazi yananifanya nakosa raha, na vibweka waziwazi yananiuzi, mimi nachukua kitikio. Ni ufani wa familia. Mbona unaonekana kama una jambo zito moyoni? Nini tatizo? Mage, jana usiku kuna kitu kimenitokea. Mpaka leo sijapata amani kabisa. Kulikuwa na nini? Niliona ujumbe wa mapenzi kwenye simu ya mume wangu kutoka kwa mwanamke mwingine. Unahakikisha ni kweli? Ndio. Kinachoniumiza sio ujumbe tu, ni kuona mtu niliyompa moyo wangu ananificha maisha yake mengine. Lakini usikate tamaa kabla hujajua ukweli wote. Pole sana. Kinachoniumiza zaidi ni kwamba nilikuwa namuamini sana, na nikiamini nyumba yangu ina amani, kumbe kulikuwa na siri ndani yake. Wakati mwingine mtu hujenga ukuta wa udongo, lakini ukweli huo una mlango wa kuingia. Usiache maumivu yakakupotezea hekima. Mage, nataka tu kujua ukweli, hata kama utaniumiza. Kama ni furaha wengine waumie, ni usaliti na kara unawafanya wengi wajute katika. Kula na Tunda. Jackie mwanangu, usikubali maneno matamu yakakufanya usahau matendo ya mtu. Kwa nini mama? Wahenga walisema mdomo unaweza kupakwa asali, lakini hujui katika moyo wa mtu kilichopo ndani yake. Mtu anaweza kukuahidi dunia yote, lakini akakosa kukupa heshima mwanangu. Kwa hiyo nisiamini maneno mazuri? Amini,
lakini usifumbe macho. Mapenzi ya kweli haishi katika maneno tu, huonekana katika uvumilivu, heshima na wakati wa shida. Lakini mama, kuna watu wanaonekana wazuri sana mwanzo. Ndiyo mwanangu, wazee walisema mti wenye matunda mengi hujulikana wakati wa mavuno, sio wakati wa maua. Mwanangu, mtu hujulikana wakati wa changamoto, sio kila kitu ni rahisi. Sawa mama, nitakuwa makini. Linda moyo wako, usichague mtu kwa sababu anakufanya ucheke leo. Chagua mtu atakayekushika mkono hata wakati utapotoka na machozi. Sawa, nimekuelewa. Ni ufani wa familia, kumbe ni ufaa wa sakafu. Ufa wa sakafu ni ufa wa sakafu. Mwanangu Tunda, mbona machozi yanaongea kuliko maneno? Baba, kwa nini watu wanaopendana wanaumizana kiasi hiki? Mwanangu, watu wazima hupitia nyakati ngumu sana na mioyo yao huwa inachoka kubeba matatizo. Hivyo mwanangu, hata usijali, kila kitu kitakuwa sawa. Lakini mimi naumia kuwaona nyinyi hamko sawa. Mwanangu, tutakuwa tu sawa. Lakini kwa sasa hivi ningependa tu kukuambia jukumu lako kubwa liwe ni kusoma. Unahitaji kutimiza ndoto zako na malengo yako. Usipende kuingilia mambo ya watu wazima, kwani yana ukomo wake. Mwanangu, nakupenda sana Tunda. Nilitamani tu nyumba yetu iwe na furaha kama zamani. Mwanangu Tunda, nyumba haijengwi tu kwa matofali, bali hujengwa kwa upendo na amani. Hivyo tutakuwa sawa. Na kama upendo ukiumia? Mwanangu, moyo ambao unaumizwa hupona, lakini moyo ambao unashindwa kusamehe na kuweka dukuduku hushindwa kupona milele. Kwa hiyo mimi nafikiri moyo huu unaweza kupona na kuwa safi kabisa na kurudi katika hali yake ya usawa. Baba, naomba usikate tamaa na familia yetu. Usijali mwanangu, siwezi kukata tamaa kwa sababu naipenda sana familia yangu. Jukumu langu kama baba ni kuhakikisha unatimiza ndoto zako na malengo, pia familia kwa katika hali ya usawa na amani. Usijali mwanangu. Malumbano ya wazazi yananifanya nakosa raha, na vibweka waziwazi yananiuzi, mimi nachukwa. Kitikio ni ufani wa familia, kumbe ni ufa wa sakafu. Ufa wa sakafu ni ufa wa sakafu.